BMP TV Professional Update. Uendeleaje ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV ni mara tena sisi Mr. Orange kwenye mic tunazidi kuwakilisha vyema kabisa. Tunakuletea taarifa za hapa na pale huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako sasa hivi mambo bado yako tafrani kabisa. Na tunaangazia ulimwengu wote, lakini kwa leo tutakuwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na huko Angola. Na huu ni muhtasari wa habari. Hali ya usalama Muresa, Sud Kivu. Mkutano wa kilele kati ya Marekani na Afrika wafunguliwa rasmi jijini Luanda huko Angola. Serikali yajibu kuhusu macheleweo ya mishahara kwa watumishi wa umma mjini Bukavu na Goma. Kwa pamoja nasi ili kufahamu mengi zaidi yanayozidi kuendelea na mambo ambayo yanazidi kujiri kwa taarifa hizi kwa undani zaidi. Subscribe, like pia na comment na hivyo utakometisha zaidi. Mimi ni Mr. Orange. Habari kamili. Muresa, Sud Kivu. Katika saa za mapema za alfajiri ya leo Jumatatu tarehe 23 Juni 2025. Mnamo saa 12:50 asubuhi, milio mingi ya risasi ilisikika katika eneo la Muresa lililoko ndani ya wilaya ya Kabare mkoani Sud Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na mashuhuda walioko karibu na eneo hilo la tukio, milio hiyo ya risasi ilizua hali ya taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Muresa na vijiji jirani, hasa ikizingatiwa kuwa Muresa iko umbali mfupi tu kutoka eneo la Kavumu linalojulikana kuwa lango muhimu la kiuchumi na kiusafiri katika sehemu hiyo ya nchi. Taarifa za awali zinaeleza kwamba hadi sasa haijajulikana rasmi ni kundi gani au chanzo kipi hasa kilichosababisha milio hiyo ya risasi, lakini mamlaka husika za kijeshi na kirahia zimeripotiwa kuwa katika hali ya tahadhari ya juu, huku wakazi wakiombwa kubaki majumbani mwao na kuepuka kusogelea maeneo ya Muresa na njia kuu zinazoelekea Kabare na Kavumu. Taarifa kutoka kwa uongozi wa mitaa na baadhi ya viongozi wa kijamii zinaeleza kuwa kuna majeruhi wala vifo vilivyoripotiwa rasmi kufika sasa, ingawa hali ya hofu na wasiwasi imeenea kwa kasi kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wengine wameripoti kukimbilia maeneo ya usalama au maficho ya muda wakihofia uwezekano wa kushambuliwa au kukumbwa na mapigano. Kwa sasa ishara zote ziko katika hali ya hatari kubwa, ikiwa ni tahadhari ya juu kabisa inayotolewa na vyombo vya ulinzi kwa wananchi katika nyakati za mivutano au vitisho vya kiusalama. Mamlaka za serikali ya mkoa pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo na taarifa kamili kuhusu chanzo halisi cha tukio hilo, waliohusika pamoja na hatua zinazochukuliwa zinatolewa mara tu uchunguzi wa awali utakapokamilika. Tunatoa wito kwa wananchi wa Muresa, Kabare na maeneo jirani kuwa watulivu, waendelee kufuatilia matangazo rasmi kutoka kwa mamlaka na watoe ushirikiano kwa vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa yoyote muhimu itakayosaidia katika kurejesha utulivu na amani katika maeneo yaliyoathirika. Huko ni Muresa ambako matukio hayo yanazidi kupamba moto. Na hivyo twende huko Angola katika jiji la Luanda. Leo hii Jumatatu tarehe 23 Juni 2025, jiji la Luanda, mji mkuu wa Angola, limewaalika viongozi mbalimbali kutoka mataifa ya Afrika na maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani kwa ajili ya mkutano wa kilele cha Marekani na Afrika ambao umefunguliwa rasmi chini ya kauli mbiu njia za mafanikio, maono ya pamoja kuhusu ushirikiano kati ya Marekani na Afrika. Mkutano huu wa kimataifa unaangaliwa kama jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kistratejia
kati ya mataifa ya Afrika na taifa la Marekani kwa lengo la kuendeleza mafungamano ya kiuchumi, kuongeza kasi ya biashara ya pande mbili, kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa Marekani barani Afrika na kushughulikia changamoto za maendeleo ya kijamii, teknolojia, ajira na mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkutano huu wa hadhi ya juu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawakilishwa kwa heshima na Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri, na amri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya taifa, ambaye anatarajiwa kushiriki kikamilifu katika mijadala na majadiliano ya pamoja kati ya viongozi wa Afrika na wajumbe wa serikali ya Marekani, wakiongozwa na wajumbe wa ikulu ya White House, wizara ya biashara ya Marekani na taasisi kubwa za fedha ya maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa Bitina Salama, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ajenda kuu ya mkutano huu inalenga kuimarisha ushirikiano katika maeneo yafuatayo: upanuzi wa biashara na soko huria kati ya Afrika na Marekani, kuwezesha uwekezaji wa moja kwa moja na Marekani katika sekta za miundombinu, nishati, kilimo na viwanda Afrika, kujenga mfumo wa usawa wa kibiashara na maendeleo endelevu, kuendeleza ushirikiano kwa kidigitali na kiteknolojia, na pia kuendeleza mshikamano wa kidiplomasia kwa ajili ya amani na usalama wa bara la Afrika. Rais Tshisekedi anatarajiwa kutumia nafasi hii kuwasilisha vipaumbele vya DRC katika muktadha wa maendeleo ya Afrika ya Kati, akiwasilisha mapendekezo ya kuimarisha uwekezaji katika sekta ya madini ya kimkakati, maendeleo ya miundombinu ya kikanda, pamoja na kuonesha mchango wa DRC katika kulinda mazingira na usalama wa kikanda, hasa katika eneo la maziwa makuu. Kwa kuzingatia umuhimu wa mkutano huu, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kuwa ni fursa adhimu kwa Afrika kujielekeza katika ushirikiano wa haki na usawa unaolenga kuinua maisha ya raia wake kwa kutumia diplomasia ya kiuchumi. Mkutano huu unatarajiwa kudumu kwa siku kadhaa, huku matangazo ya moja kwa moja na taarifa rasmi zikiendelea kutolewa kwa wananchi kupitia vyombo vya habari vilivyokreditiwa, vikiwemo vya kitaifa na vya kimataifa kama BMP TV. Huko kulikuwa ni Angola ambako taarifa hiyo ilikuwa ikitoka, na hivyo twende moja kwa moja jijini Kinshasa. Kufuatia malalamiko yanayoendelea kutoka kwa baadhi ya watumishi wa umma katika miji ya Bukavu na Goma ambao bado hawajapokea mishahara yao kwa wakati, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejitokeza kutoa msimamo wake rasmi, ikisisitiza kuwa inaendelea kufuatia kwa karibu hali ya kifedha na kijamii ya wafanyakazi hao katika eneo la mashariki mwa nchi. Kupitia ujumbe rasmi uliotolewa leo na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari, Mheshimiwa Patrick Muyaya, serikali imerudia kwa uthabiti kusisitiza kuwa hali ya mashariki ya nchi iko kwenye ajenda ya juu kabisa ya rais wa jamhuri na baraza la mawaziri, na kwamba changamoto zote ziwe za kiusalama au kijamii zinashughulikiwa kwa uangalifu mkubwa na kwa hatua za haraka. Katika ujumbe wake aliochapishwa kwenye akaunti yake ya X, ambao zamani ulikuwa ukiitwa Twitter, Waziri Muyaya alinukuliwa akisema, "Ninyi ndio kipaumbele chetu asubuhi, mchana na jioni. Rais wa Jamhuri, serikali, sisi wote tunafuatia kwa makini kile kinachojiri." Akiendelea kufafanua, aliongeza, "Huenda si kila jambo linaweza kusemwa hadharani, lakini kila jitihada zinafanywa kwa kuhakikisha tunatoka haraka iwezekanavyo katika hali hii ya uvamizi na madhara yake yote." Kauli hiyo ya serikali imekuja katika wakati ambapo hali ya kijamii katika mikoa ya Kivu ya Kusini, Bukavu, na Kivu ya Kaskazini, Goma, imezidi kuwa ngumu kwa watu
watumishi wengi wa umma ambao wanasema wameathirika si tu kwa sababu ya kucheleweshwa mishahara, bali pia kutokana na ongezeko la gharama za maisha linalochangiwa na hali tete ya usalama katika ukanda huo. Taarifa kutoka kwa watumishi wa sekta ya afya, elimu, utawala wa mitaa na miundombinu zinaendeleza kuwa na baadhi yao ambao hawajapata malipo yao kwa zaidi ya mwezi mmoja, jambo linaloathiri ufanisi wao kazini na ustawi wao wa kila siku. Waziri Muyaya kwa niaba ya serikali ametoa hakikisho kwa wananchi kuwa serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha mishahara yote inayodaiwa inalipwa haraka. Usalama wa wafanyakazi na raia kwa ujumla unaendelea kupewa kipaumbele kupitia hatua za kijeshi, kidiplomasia na kiuchumi. Serikali inalenga kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yote yaliyoathirika ya uvamizi wa vikundi vya waasi ili raia waendelee na maisha ya kawaida bila hofu wala kizingiti vya kijamii au kifedha. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijamii, tamko hilo linaashiria nia njema ya serikali katika kuimarisha uaminifu baina yake na raia, huku changamoto za kiusalama zikibaki kuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa sera za ustawi wa jamii mashariki mwa taifa. Hii ni BMP TV Online, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kufahamu ambayo yanazidi kuendelea. Na mimi ni Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi. Asante. BMP TV Professional Update.